Mtazamaji, karibu sana kwenye mazungumzo ambayo utayasikia hapa na kutazama pia kwenye nafasi nzuri kabisa. Tunakukutanisha na kijana hapa. Utakwenda kumsikia yeye anaitwa nani, lakini ni maarufu sana kwa jina la Mr. Ukimwi. Kwa nini anaitwa Mr. Ukimwi? Yeye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini ameamua kujiweka wazi. Kwa nini ameamua kujiweka wazi na namna anavyoishi na jamii? Tunaungana naye hapa. Mr. Ukimwi, mambo vipi? Safi ndugu yangu, mambo mengine? Mimi niko vizuri. Kwa nini unajiita Mr. Ukimwi? Najiita Mr. Ukimwi kutokana naishi na virusi vya ukimwi. Sina ukimwi ila naishi na virusi vya ukimwi. Unavyosema huna ukimwi na unaishi na virusi vya ukimwi unamaanisha nini? Namaanisha sijapungukiwa nguvu ya mwilini ile ambayo tunaita kinga maarufu, kinga chembe nyeupe za seli zinazokaa kwenye seli za damu. Okay. Ndio maana naishi na virusi vya ukimwi ila sina ukimwi. Ningekuwa na ukimwi ningekuwa nimelala kitandani, wananiletea machungwa, maji, soda, wananinyanyua, wananiweka juani, pale na naishi na kuwa na ukimwi, lakini sasa hivi sina ukimwi, naishi na virusi vya ukimwi. Okay. Yeah. Nataka kufahamu jina lako kamili, unaitwa nani ambalo umepewa na wazazi wako? Naitwa James Edison Kiwale. Okay. Yeah. Jina la Mr. Ukimwi lilikuja mara baada ya kugundulika una maambukizi ya virusi vya ukimwi? Hapana, nilivyokuwa Dar es Salaam. Nilivyogundulika na virusi vya ukimwi niligundulika Dar es Salaam katika hospitali moja inaitwa Alijuma. Iko Kariakoo kwa nyuma hivi. Ya Wahindi ile, nakumbuka ilikuwa ile ni hospitali ya Wahindi. Inaitwa Alijuma. Nilivyogundulika pale naishi na virusi, kwamba nimegundulika na virusi vya ukimwi. Lakini ndugu zangu walinyong'onyea sana, hata mwenyewe nilinyong'onyea sana. Na kingine kikubwa kilichosababisha ni wanipime hiyo afya. Nilikuwa na kimelea. Kimelea kiko shingoni au kwa Kiswahili wanasema kilimi. Kilimi. Yeah. Okay. Kile kilinikondesha sana na nikakonda sana. Na mpaka dakika ya mwisho watu wakajua kwamba huyu kutokana na tabia zake na mambo yake atakuwa labda yuko hivi. Okay. Yeah. Kwa hiyo wewe ulienda kwenye hospitali kwa sababu ya matibabu ya kupima tatizo la hicho kilimi au kupima kwamba una maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nilienda katika ile hospitali kwa kupima kifua kwa sababu nilikuwa nakohoa sana afu nazidi kukonda bila kugundulika ugonjwa ni nini. Ilikuwa ni mwaka gani hiyo? Ilikuwa ni mwaka 2003. Mara baada ya kufanyiwa vipimo, madaktari wanakupa majibu kwamba wewe una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ulipokeaje hiyo taarifa? Kwa sababu hii taarifa, hii kipimo changu mpaka kupata majibu nilichukua ndani ya miezi 9. Miezi 9. Yeah. Kwa nini walichelewesha kutoa majibu wakati sasa hivi ukienda hospitalini unapima siku hiyo hiyo na muda huo unapata majibu? Ilikuwa sio kipindi hichi. Kipindi kile ulikuwa unaingia unapima mwezi huu, unakaa miezi 2, unapima mwezi huu anakuambia njoo mwezi unaokuja, unaacha kwa katikati unafuata wengine. Tena utapima tena unaacha katikati unafuata wengine. Kwa hiyo nitembea ndani ya miezi 9 kuja kupata jibu langu. Mara baada ya kupokea majibu hayo ulipokea vipi? Na majibu sikupokea mimi. Majibu alipokea dada yangu ambaye alikuwa amenipeleka katika ile hospitali kwamba huyu mtu kwa sababu anaona nakohoa sana afu nakonda afu hawajui kitu ni nini. Okay. Kwa hiyo dada yangu akasema bwana naombeni umcheki afya kiujumla. Basi kunicheki afya katika miezi hiyo yangu 9 kwa sababu nimeenda miezi 9 hiyo. Nimeenda kama 3 na naenda nakaa tena uje mwezi fulani naenda tena nakaa uje mwezi fulani naenda tena. Mwezi wa mwisho sikupata majibu mimi ila dadangu alipewa majibu. Na kuja kujua kwamba huyu ana majibu tofauti kwa sababu alivyotokea tu kutoka kwa daktari. Anavyoniangalia alikuwa anatoa machozi. Anatoa machozi nani? Kwa maana ya dada yako au daktari? Dada yangu anatoa machozi. Inamaanisha ameshapata majibu ambayo hakulizika nayo katika kwa daktari. Kwamba Mr. Ukimwi tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwamba huyu mtu sasa kama dada yako alikuwa analia, hali yako wewe ilikuwaje?
Dada yangu tu alianza kulia hospitali, lakini ilipofika nyumbani akatoa ile taarifa, wadogo zangu, ndugu zangu basi walipokea, lakini kuna wengine walinyong'onyea sana. Na mdogo wangu anaitwa Izdogi. Anaitwa Izdogi, ni msanii. Au jina lake kamili anaitwa Isa Isaya. Umeona? Yuko Dar es Salaam huko. Lakini naye alisikitika sana kwa sababu nilimwachia ziwa mimi. Akasema kaka, hivi unakufa? Nikasema hapana mdogo wangu. Siwezi kufa. Okay. Yaani siwezi kufa. Kwa nini ulisema hapana, huwezi kufa? Siwezi kufa kwa sababu nikajua haya ni mapito tu. Japo nilishazika ndugu zangu wengi, rafiki, ndugu jamaa na rafiki kupitia magonjwa haya. Kipindi kile wanaita Lugandaga, ndo ulikuwa mdogo sana. Wakati Lugandaga ndo nakumbuka. Na kipindi hicho ilikuwa ukigundulika una maambukizi ya virusi vya ukimwi, baadhi ya watu, ndugu, walikuwa na tabia ya kumtenga mgonjwa wa namna hii. Kwako wewe ilikuwaje? Hawakukwanza kutenga ndugu zako, majirani zako? Kunitenga kwa sababu mimi nakumbuka ilikuwa mwaka 1995. Alikuja dadangu mmoja alikuwa anaishi Mbeya. Akaja hapa Makambako kwa ndugu zangu. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa mama mdogo. Ameshatoka huko Mbeya, ameshapatwa na majanga. Kipindi hicho walikuwa wanaita AIDS. Wanaita AIDS. Kwa kweli yule pale tulikuwa anahudumiwa, alikuwa na changamoto ya ugonjwa huo. Ndio maana yake. Ndio maana nikagundua kwamba kumbe mtu kiwa huko hivi unatengwa. Okay. Yule pale alipewa vyombo vyake vya chakula. Kikipikwa chakula na sahani zake za kupakuliwa. Na anawekewa sehemu yake. Na akisha kula chakula, vyombo vyake vikitolewa vinawekwa kwenye maji ya moto, vinaoshwa. Na ambaye mtu wa kumhudumia ni mtu huyo mmoja. Na nguo zake anafua mtu huyo. Anayemhudumia ndo anafua na nguo zake. Umeona? Sasa nataka kufahamu kutoka kwako, na ulishaona wakati huo ndugu yako huyo ambaye alikuwa na changamoto ya ugonjwa huo. Na wewe sasa umeshagundulika una tatizo hilo. Kuona kwamba ile hali, vile vitendo ambavyo alikuwa anafanyiwa ndugu yako huyo hata vinahamia kwako sasa? Hapana, kwa sababu niligundua kwamba sasa, kwa sababu kitu kishakijua hakikupi shida. Okay. Yaani kitu kishakitambua hakikupi shida. Kwamba umejua kwamba sasa hapa ni mko vipi. Weka uwazi ili upate kusaidiwa. Okay. Ukiwa na maradhi ukiyaficha atakukumbua. Okay. Tuambie sasa, mara baada ya kupokea hiyo hali ya kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mara nyingi tunaona watu wanaanza kutumia dozi. Kwa kweli ilikuwaje? Kwangu mimi kwanza kipindi kile hawakutaka kunianzishia dozi kwanza, kwa sababu akasema nenda kakate hicho kidubwasha. Kikubwa kilichonitesa kimelea ambacho kinaitwa kirimi. Nenda kukata sehemu moja inaitwa Bagamoyo. Hiki katu hospitali. Kinakatwa kwa waganga. Okay, ukaenda kukata. Ulivyokata sasa hukurudi kuendeleza dozi sasa? Nilivyokata nikarudi nyumbani kwa sababu kule mganga anakupa dawa yake ni ndogo tu, kwa sababu kinapona ndani ya wiki. Okay. Akanipa bwana, utakula mahindi, utakula vitu vikavu. Kitakuwa kuanguka kidonda kitakuwa sawa. Nikasema sawa, na kweli ndugu zangu walinihudumia, dadangu alinihudumia kwa hali na mali. Kwa sababu kila kiniona nimekaa sehemu katika niko Dar es Salaam pale, nimekaa nyumbani hivi. Nikikaa kiona nimekaa peke yangu, nimetulia kimya hivi. Alikuwa anungunika, anajua kwamba tayari huyu bado ana mawazo yale ambayo alikopata hospitalini. Okay. Nataka kujua dawa ulianza kutumia muda gani? Dawa sianza kutumia mpaka saizi. Kwa nini sasa? Na una miaka mingapi tangu natambua una maambukizi ya virusi vya ukimwi? Toka mwaka 2003, ukipiga hesabu saizi unaipata. Unaikuta saizi ni mwaka 2020 ngapi? 25. Ni parefu kidogo. Ni parefu kidogo. Na miaka kama 10. Kupewa ushauri na madaktari kwamba utumie dawa? Hapana, madaktari wenyewe ndio wanakutoa ushauri, ni wao kwamba saizi unaanza kutumia dawa. Ni wao. Okay. Ndio maana nilikuwa ninaenda katika vipimo, nikipima wananiambia nipime urefu, napima urefu fresh. Naruhusiwa. Una shida yoyote mwili unakusumbua? Naambia hapana. Hamna kitu kinachokuuma? Hapana. Una muda mwingine kinakuwa kinagonga kichwa. Kigonga kichwa taka kuna maumivu. Tumia Septin, kuna dawa inaitwa Septin.
inasaidiana sana na dawa zetu hizi zingine. Okay. Sawa, wakati huu ulikuwa na umri wa miaka mingapi wakati unabaini hilo tatizo? Nilikwambia ndugu yangu, kwa sababu muda ule nahisi kama ni nahisi kwa sababu nakumbuka kwenye miaka kama kwenye 19 20. Sasa ukijaribu kuangalia umri huo bado ni umri mdogo sana. Na ni wewe, ndio maana mtoto wangu wa kwanza nimepata umri mdogo sana. Na mtoto wangu wa kwanza mwenyewe ukimuona saizi mimi mwenyewe naonekana kama ni mdogo wake, kwa sababu ndevu amefuga kuliko mimi. Okay. Kwamba ni mkubwa kuliko mimi. Ni mkubwa kuliko wewe. Akionekana ila ni mwanangu, ila mtu akimuona anajua huyu mdogo wake. Au tuambie sasa, katika kubaini kwako sasa ulipataje maambukizi haya ya virusi vya ukimwi? Tunajua njia za maambukizi ya virusi vya ukimwi ziko nyingi. Yeah. Wewe ulivyojaribu kubaini ukaona ni ipi njia ambayo inawezekana hii ndio njia ambayo ilikuwa chanzo cha wewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Mimi najua wala hamna, kwa sababu virusi vya ukimwi huambukizana kutokana na kuna ajali, kuna vitu vyenye ncha kali. Lakini kwa mimi ninavyojijua mimi kipindi changu hicho wakati cha Handsome Boy ujana ujana maji ya moto nilikuwa naruka bilikana kule da niko Dar es Salaam hapo. Umeona naenda Dar West huko Kitambaa cheupe. Nilikuwa naruka sana viwanja, nikirudi Makambako hapa tour zilikuwa ya kwangu. Walembo kibao. Sasa najua tu kwa sababu kuna kitu kimoja mdogo wangu nataka nikwambie leo hii. Mshikaji wangu mmoja, ila Mwenyezi Mungu amrehemu, aishapotea mbele zake. Hiyo sehemu ndo naamini yawezekana ndo siku ambayo ulipata. Na mimi nahisi kitu kama hicho, kwa sababu tulibadilishana wanawake. Yeye alikuwa na mwanamke na mimi nilikuwa na mwanamke. Tumepanga guest moja. Double. Mimi nimelala kitanda kile na mwenzangu amelala kitanda cha huko. Yeye na demu wake na mimi na demu wangu. Lakini ifikia wakati usiku, usijua pombe. Kwamba bwana tubadilishane mwanamke, mimi sasa nimechoka. Wewe njoo lala huko, mimi niende nije kulala huko. Sasa kwa nini mko mnafanya hivyo? Ndio maana nakwambia hivi harakati za enzi hizo wakati kwamba sasa mimi natoka kitanda kile na hamia kitanda cha mshikaji anaamka huko na hamia kule. Kipindi hicho ulikuwa bado hujaoa? Nilikuwa bado sijaoa. Okay. Nilikuwa bado sijaoa. Siwezi ninapokuwa na mwanamke wangu siwezi kufanya ujinga. Mwanamke wangu ananitosha sana. Okay. Siwezi kufanya ujinga. Bado tuko na mahojiano na ndugu yetu anaitwa Mr. Ukimwi. Ndio jina ambalo ameamua kujiita yeye, na hapa unapopaona hapa ni nyumbani ambapo anaishi bwana Mr. Ukimwi ambaye yeye ameamua kuweka wazi namna ambavyo anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mr. Ukimwi, unatuambia kwamba wewe kipindi cha ujana wako uliutumia vibaya. Ni sahihi kabisa. Na leo hii tunavyozungumza uko na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni mara chache sana watu kuweka wazi kwamba wana tatizo la maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wewe kwako hujaona shida, umeamua kuweka wazi. Kwa nini umeamua kujiweka wazi? Nimeamua kujiweka wazi kutokana na hali halisi nilionayo. Nisije nikaanza kunyauka hapa akajua kwamba huyu jamaa akaanza kunijadilia mtaani kwamba huyu jamaa amenyauka. Sasa hizi atakuwa na ukimwi. Huyu atakuwa na ukimwi, anakonda hivi. Hapana. Ili mtu ajue hata nikifa nikianza kunyauka ajue kwamba Mr. Ukimwi yule sasa hizi muda wake umechoka. Umeelewa? Okay. Usimwogope mtu kumpa shida yako. Okay. Kama una shida usifiche shida. Hali hii ya kuishi na virusi vya ukimwi ulizoea kwa muda gani? Nilizoea pale kipindi kile niko Dar es Salaam kule, nilikuwa naingia kwenye semina kumbi mmoja hivi. Sema nimesahau kidogo. Nikakutana na watu wenye wana magari yao, wana afya zao, hapo wote nikutana kwenye semina. Ndio pale akili kaja kwamba kumbe nawaza mimi kumbe hivi. Tukawa tunakula vizuri kwa sababu ukiingia kwenye semina
chai unakunywa kwenye semina, chakula cha mchana kwenye semina. Unakaa Jumatatu unaingia kwenye semina, Jumanne unaingia kwenye semina, Jumatano unaingia kwenye semina. Unapotoka kwenye semina Jumatano unatakiwa upewe 50,000. Upewe unga wa ulezi, walishe kilo 2. Upewe sukari kilo 2. Upewe maharage kilo 2. Upewe, kuna zamani kwa kuna unga wa nani wa maziwa kama unakumbuka, unga wa maziwa ule tunapewa, alafu napewa na 50,000 kwa ajili ya kujikimu. Okay. Sawa. Ulipokutana na watu wengi ambao ukaona wako na hiyo hali ya maambukizi, ukaona ni jambo la kawaida? Nilizika sana. Kwa sababu hata upimaji wa uzito nao na uzito eti mtu anakaa kwenye mashine eti anasoma uzito hivi. Alafu mimi na uzito fulani. Uzito sisi tulikuwa tunapimiana kwenye bango. Unajua bango? Bango unajua? Ipoje hii? Hujakaa kwenye bango, hujacheza bango? Sijacheza. Jeri ya ulikuwa mdogo kiasi gani kama hujaicheza bango? Inawezekana mazingira ambayo nilikuwa. Ikoje? Kwa sababu kuna bembea, kuna bango. Achana na bembea, ipo bango. Bango ikoje? Ndio kipimo cha uzito wa mtu. Kama mimi na wewe uzito tuko sawa, utaonekana kwenye bango. Pale kuna springi moja linawekwa hapa, springi limechimbiwa chini, limepigwa. Ile ya mwingine anakaa huko, mwingine anakaa huko. Yeah. Okay. Hiyo ndio bango. Okay. Na nesa mimi unapanda wewe kule juu. Huyu anapanda, huyu anashuka, huyu anapanda. Sasa kuna muda usinese, tuangalie inarudiji ile nani bango. Ikishuka kule basi yule amekuzidi uzito. Okay. Ikishuka kwangu huko basi mimi nimekuzidi uzito. Okay. Ikielea level hivi tuko level. Mko sawa. Ile ndio kipimo halisi cha uzito wa mtu. Okay. Yeah. Sawa. Hebu tuambie sasa hivi unatuambia uko na watoto wangapi? Watoto nilionao na mke wangu ambao nilionao size achana na wale watoto wa mke wangu wa kwanza ambao tuliachana naye. Jumla watoto uko nao wangapi? Watoto jumla nilionao 7. Uko na watoto 7. Wengi sana, hongera sana. Nashukuru. Na wote uko nao unaishi? Niko nao nyumbani pale. Wengine wameshaanza kujitegemea. Mama yao ni mmoja? Ndio maana nakwambia hivi, wote wengine wale mama wa kwanza niacha naye. Wanangu ni wabeba nao. Wangapi? Wanajitegemea, wako wawili. Sasa tuzungumzie huyu mke wa kwanza ambaye ulikuwa naye, umefanikiwa kupata watoto wawili. Yeah. Wakati unapata watoto wawili na yule mama ulikuwa tayari uko na maambukizi? Ndio kipindi hicho maambukizi ndio yananikuta. Nagundilika na maambukizi. Vipi kuhusiana na mama watoto, hali yake? Alienda kucheki afya? Afya alicheki. Na mpaka saizi nilivyoachana naye mimi mwenzangu mpaka saizi naye ndio hivyo wanatumia dawa. Bado wanaendelea kulisongesha gurudumu. Mliachana kwa sababu ya hali hii ya wewe kuwa na maambukizi? Hapana, tamaa. Aliingiliwa na tamaa. Okay. Kwa unajua ukiwa hauna kitu, unaona wengine akili yao wanamtamani mtu mwenye kitu. Okay. Sawa. Mke wa pili ambaye uko naye sasa hivi, ilikuwaje ukafanikiwa kuwa naye kwenye mahusiano na wakati wewe uko na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Mara nyingi sana mwanamke ukimwambia bwana uko na maambukizi ya virusi vya ukimwi huwa wanakataa. Ulimdanganya kwamba huna maambukizi akaja kugundua akiwa tayari kwenye mahusiano, au ulimwambia kabla ya kuingia naye kwenye mahusiano? Kitendo cha kwanza nilipokutana naye yule mwanamke, yeye ndio aliniuliza swali, kwa nini wewe nasikia wanakuita Mr. Ukimwi? Nikamwambia mimi naitwa Mr. Ukimwi, naishi na virusi vya ukimwi. Akasema uongo. Nikasema ndio naye kuambia mimi hapa mimi naishi na virusi vya ukimwi. Akasema uongo. Mtu wa designer hawezi kusema kama na ugonjwa kama huo. Nikasema ni sahihi. Mimi naishi na virusi vya ukimwi, ila alinibishia. Basi kwa siku ile tukapiga story, akaninunulia soda. Nikanywa soda pale kwa kwenye kiduka kimoja hivi. Akasema fresh, tukaachana pale. Akasema nitakutembelea. Naambia hamna shida, ukinitembelea utanipata. Na kwa ilikuwa siku ya Jumapili, na
Kuta mtu ananitembelea kwa sababu nimewekeza maskani yangu. Kwa mtu amenitembelea akaniletea zawadi fulani. Kipindi kile tulikuwa tunatoa kadi, unajua kadi? Zile kadi za Malavnet. Kwamba zamani sasa hizi hazipo, sio kama zipo mpaka siku hizi. Eti Malavnet unakuta umechoka dia sio nini. Halafu kamekaa hapo umepamba kwenye meza hivi. Kwa hiyo wewe uliletewa hiyo? Hizo zawadi nyingi tu kadi nini kwamba. Lakini alivyofanikiwa kufika nyumbani kujaribu kumuelewesha pia hali yako kwamba bwana bado hakuniamini. Nikamwambia kwa nini unaitwa Mr. Ukimwi wewe? Nikamwambia mimi naishi na virusi vya ukimwi. Alishindwa kuniamini. Kwa kuwa alishindwa kuniamini, akajua mimi ni muongo. Alikuja kukuamini kwa muda gani? Pale ambapo yeye ameshika ujauzito, ameenda kupima sasa na yeye. Kwamba akagundulia kwamba bwana uko hivi. Kwa hiyo yeye alivyoenda kupima akiwa mjamzito akabainika kwamba tayari ana maambukizi. Yuko hiyo. Kwa nini wewe hukutaka kwenda naye hospitali kabla haujaanza kushiriki naye ili waone namna gani anaweza kujikinga kutokupata maambukizi kutoka kwako? Mimi kwa kuwa yeye hakuniamini. Na hata kujue mtu ukimwambia twende tukapime sasa anaogopa. Ogopa sana mtu kumwambia bwana mimi kabla mimi na wewe urafiki na mimi na wewe twende tukapime kwanza ndio tutakuwa marafiki. Anakataa. Na yeye alijaminisha kwamba mimi ni muongo kwake. Kwamba bwana wewe muongo. Mara baada ya kwenda kupima sasa mke wako anabaini kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi kama ulivyokuwa ukimweleza. Alirudi nyumbani analia tu. Nakuta analia na kunisukuma sana nini? Kumbe kweli. Kumbe kweli ulikuwa lazima ukweli. Nikasema nini? Wamesema mimi naishi na virusi vya ukimwi. Nikasema wamesema umeambukizwa ukimwi. Kwa hiyo wamesema wananianzishia dawa hivi kesho ndaki wote kwenye semina wakakuelekeza jinsi ya kunilea. Nikamwambia hamna shida. Upo tayari? Niko tayari. Kwa hiyo kesho yake imefika saa 2:00. Bwana jiandae, piga maji hapa mimi mwenyewe tunzetu. Tukaenda kwenye semina pale dispensary tukapata semina. Kama jinsi ngaza mimi ni vitu hivi naelewa kwa sababu najua niko pitia. Naelewa kwamba huyo mgonjwa ale nini. Unamhudumia vipi ili afya yake ikae sawa. Na afya yake ikae sawa, sio eti mtu unakula manyama, si mayai, sweet nini. Hapana, yani umeona hivi. Ini si umeona hii? Hiyo tembele ile pale ya chungu ile. Mahindi mboga maboga hii. Hivi ndio vitu vya kula. Okay. Nyama ni baadhi kwamba leo nile nyama, nile dagaa, lakini vitu vya kula asilia ndio vitu vizuri ndio hivi hapa. Tunda sio mpaka ule mengi. Tuambie sasa umefanikiwa kupata watoto wangapi naye? Huyo mabia ni naye. Mpaka sasa watoto naye 4. Na mpaka sasa hizi ninavyoongea hivi yuko hospitali. Anataka kuniletea 5. Okay. Hali ya watoto wengine hawa ulionao hali zao kiafya ukienda kufanywa vipimo madaktari wanasema nini? Wako strong. Hawana mambo. Mmoja yuko darasa 7, mmoja yuko darasa 5, mmoja yuko darasa 3. Kamoja bako ndio kanatakiwa kaanze awali mwakani. Mke wako anatumia dawa? Yeah. Lakini wewe utumii dawa? Situmii dawa. Madaktari wanashauri nini ukienda kupima ukihitaji kutumia dawa? Wanasema niko vizuri niendelee kujilinda. Uko vizuri, huna maambukizi, uko vizuri kwa maana ya nini? Point ya CD4 zangu ziko juu. Kwa hiyo haihitaji upate dawa. Haihitaji nipate dawa. Unajua hata hizi dawa unaweza ukapata dawa zikakuletea shida kama point yako iko juu. Na kama point yako iko chini unaweza kukupa dawa afu hapo vile vile kakuletea shida. Unajua zile dawa muda mwingine unaweza kanywa zikakuletea kizunguzungu. Kwa sababu mimi mwanzo mke wangu anavyotumia dawa, alivyoanza kuitumia ile dawa alikuwa anaumwa kichwa. Mara mwili kuchoka. Na nikafuatilia kuuliza jamani vipi mbona huyo mmoja akasema ni dawa tu. Kama zinamzuru sana tunatakiwa tumbadilishie. Kwa nini baadhi ya watu ambao wako na maambukizi ya virusi vya ukimwi na hasa pindi wanavyokutana na watu huko mitaani, inawezekana amempenda binti au binti kampenda kijana, yeye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na anatumia dawa,
lakini hawi muwazi kwa yule ambaye anaingia naye kwenye mahusiano. Lakini kwa upande wako pia utuambie, wewe ukiwa bahati mbaya nini umejikuta huko na mtu, huwa unakuwa muwazi kwamba mimi niko na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Niko mwazi, ndio maana nakwambia hivi. Wanawake bwana tulionao wachumba mtaani huko. Ukweli hawezi kukubali. Yeye mtu ukimwambia ukweli hawezi kukuamini hata siku moja. Kwa sababu mimi ninavomwambia ukweli na virusi vya ukimwi anakataa. Haniamini kabisa. Anajua hili kitu ni kitu kimoja ambacho sio sahihi, ni cha siri sana. Inatakiwa mtu kae nacho mwenyewe moyoni mwako. Lakini kwa kitendo kama hicho haitakiwi. Weka uwazi ili usaidiwe. Umeelewa? Ndio maana mimi nimeshaelimisha wengi na nikawapeleka wengi sehemu za matibabu, wamepima, wamegundulika na virusi vya ukimwi, wanaanza dawa. Mpaka sasa na watu wangu wanakunywa dawa. Rafiki yangu anaitwa Mlembe anakunywa dawa. Nimpeleka mwenyewe chini hapo. Na rafiki yangu anaitwa Fred anakunywa dawa, na nimpeleka chini hapo. Na rafiki yangu anaitwa Eze wote wanachukua dawa jeshini. Wote ni washauri mimi, ila walinichukia sana mwanzo. Baada ya katika kugombana, tutapigana wewe vipi? Unanikadiaje mimi? Na mimi rafiki yangu, hiyo afya ulionao sasa hizi naona tetereka. Hem, jaribu kachukue vipimo acha kunikadiria si na nini. Lakini pia hata upige kelele, mimi nimeshakwambia ujumbe umefika. Nikishakufikishia ujumbe, usipotendea kazi utajua wewe, ila mimi nakufikishia ujumbe. Okay. Na sikomi kukufikishia ujumbe napoona wewe unazembea. Okay. Hebu tuambie sasa, wale rafiki, ndugu, jamaa ambao wameshajiridhisha kwamba kweli bwana Kiwale Mr. Ukimwi ni kweli ana ukimwi, huwa wanakuchukuliaje na huwa wanatoa ushirikiano unaotakiwa, au ni ndio ile hali ya kutenga inakuwa ipo sana? Cha kwanza wananifurahia sana. Kwa nini wanakufurahia na unamtaka? Wananifurahia kwa sababu nawapa ukweli, afu nawapa shule nzuri tu kupitia malazi kama haya. Kwamba ukiwa na malazi kama haya usijivunge. Wala usijivunge. Mwambie ukweli. Huu ni ugonjwa tu ambao unaweza kuishi hata miaka 200 kama unawezekana kuishi miaka 200, ingekuwa inawezekana. Ukiwa na virusi vya ukimwi utaishi tu. Swala ujitunze mwenyewe. Jilinde mwenyewe. Hebu jiulize toka mwaka 2003 mpaka sasa hizi niko hivi. Unanionaje kwanza? Wewe unajilinda kwa mfumo gani? Mimi nafanya sana mazoezi. Afu sihitaji ngono na mke wangu. Sihitaji ngono mmoja. Na mke wangu sihitaji hivyo. Kwamba leo ni dande hapa. Unajua kitu kimoja kinachotusababisha nini? Kama unaishi na virusi vya ukimwi. Afu kama una danda unachukua damu ya huyu leo, umeiacha umekaa siku 3 umechukua damu ya yule, damu zile ni tofauti na nguvu ni tofauti. Nguvu ya damu yangu mimi na nguvu ya damu ya yule ni tofauti. Na kirusi nicho nacho mimi na kirusi cha yule sijui kitakuwa cha kike cha kiume. Umeelewa? Ndio maana watu wanapotea mapema kutokana na udandadanda kwamba nimegundulika na virusi vya ukimwi, sasa utanitambua na mimi nitawapaka mpaka wanielewe. Sasa hiyo sio sheria. Umeelewa? Kwa unaposema na wapaka, kumbe na wewe unajipaka sasa. Kwa sababu unawakomesha, unajikomesha mwenyewe. Ushaona sisi watoto wa kiume tunasemaga hivi, dadeke yani demu nimempata alikuwa ananisumbua sana, leo amejaa ghetto huyu. Leo atanitambua. Leo huyu lazima nitambue. Unajikomesha mwenyewe, sio unamkomesha yule mwanamke. Wote unajikomesha. Eti kwa nini mpakie mkongo? Sio nifanye nini? Unajikomesha wewe. Vitu kama hivyo kwa sisi vijana vitu achana navyo. Tumia nguvu yako asilia. Aliyokuumba Mwenyezi Mungu, aliyokutoka mwanzo kwa wazazi wako, tumia nguvu yako ile ile. Nikikutazama unaonekana bado ni kijana tu wa kawaida, lakini una lifestyle fulani hivi. Nikitazama naona kama ni kijana mkorofi kwamba bado umekuwa ni mjanja. Mimi sio kijana. Mimi bado niseme ni kijana wa makamo ambao uliogusa miaka 42 sio mchezo. Umeelewa? Mpaka saizi ninavyodunda hivi. Ujue hesabia Christmas nilizokula au mwaka mpya nimekula ngapi. Ndio maana dunda ni kujilinda, ndio maana kwa michezo mingi, yani kufanya michezo. Piga jogging, luka kamba,
punching back. Yaani unakuwa uko strong na unakuwa mwepesi. Sio eti unanyanyua majimu. Hiyo haitakiwi. Wewe fanya kitu ambacho mwili utikisike, yani mwili ndio unafanya zoezi, yani unatakiwa mwili mzima viungo vyote vicheze. Okay. Yeah. Tuambie sasa. Magonjwa ya hapa na pale unaambiwa kwamba kama utumii dawa na wewe tayari umeshabaini na virusi vya ukimwi, ni rahisi sana magonjwa nyemelezi wewe magonjwa nyemelezi unakutana nayo. Ndio maana nimekwambia hivi, magonjwa mimi siwezi kukutana nayo kwa sababu natoa sumu. Ujue jasho ikitoka jasho ile ndio sumu ya mwilini. Unavovuja jasho ukiwa katika michezo. Ndio unatoa sumu mwilini. Semina za watu ambao wako na maambukizi ya virusi vya ukimwi huwa unashiriki? Huwa nashiriki, kwa saizi sijapata kuona watu wamekuja. Sababu mwanzo walikuja Lusiani Center pale na ukumbi mwingine tulikuwa Jogoo pale kipindi cha nyuma hicho, sio saizi. Nilipotoka Dar es Salaam, sababu nilipotoka Dar es Salaam nilichukua barua kule ya kuja kuhamia huko. Ndio nikaipeleka dispensary pale. Ndio akaikagua wakaniunganisha. Okay. Ndio walipokuja watu wa semina ndio nikawa nashiriki. Kuna kipindi fulani nilitoa hadi baskeli, unakumbuka watupatia hadi baskeli, sport fulani hivi watupatiaga. Kutokana na semina hizo ndio tuletea. Zile baskeli tupewaga bure. Hatukutoa hata shilingi 10. Tupewa bure zile baskeli. Okay. Sawa, wewe unatumia vinywaji? Natumia vinywaji kama pombe yangu asilia. Nikiwa hapa nyumbani. Niko hapa nyumbani kwa bi mkubwa hapa. Unajua ulanzi? Unatumia, huoni kama unaweza kukuletea madhara? Hauwezi kuniaffect kwa sababu nakumbuka kipindi cha nyuma bibi yangu alikuwa anakoroga uji na kunywa kupitia ulanzi. Yaani sukari ndio kwa ulanzi. Ule mtamu umetoka kwenye mbeto tunaita nyamtutu. Unajua nyamtutu? Nyamtutu sio kama huu, sio nyamtutu. Kwa hiyo unataka uniambie wataalamu hawakuwahi kukushauri kwamba kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuepukana navyo ni vinywaji kama pombe? Hiyo ushauri upo. Kwa nini unapewa ushauri na unaendelea kutumia vinywaji? Ushauri upo na mimi najua huu ni ushauri waliotoa madaktari na ni sahihi. Kwa sababu kwanza dawa sijaanza kuitumia. Laiti wangesema nianze kuitumia dawa hata hizi pombe nitaziacha. Lakini najua kuna wengine wanatumia dawa mpaka mimi sikuwa nisikitika sana. Kuna kijana mmoja nimkuta anamezea dawa kilabuni. Yaani amesema mimi natembeaga, najua muda wa kurudi nyumbani nitachelewa, na mezaka dawa saa 1. Anapotoka nyumbani kama saa 6 sio saa 7 mchana, anachukua kamfuko karatasi ka nailoni, anaifunga ile dawa, anaitia kwenye dochi. Ukifika muda wa kunywa alioanza kunywa ndio hata kilabuni anakunywa. Afa kinywa anatumia kama dakika 5 ngapi anaanza kunywa pombe. Nikamwambia lakini sio vizuri. Ina affect hiyo, bado ile dawa inashindwa kufanya nguvu zake. Sasa kwa upande wako wewe huoni kama unavokunywa pombe inaweza ikawa ndo unachochea sasa tatizo liwe kubwa, baadaye ukajikuta unaanza kutumia dozi moja kwa moja? Hapana, kwa sababu najua section ya hawa virus wanakoishi. Hawa virus wanapenda kuishi kwenye mlija wa seli za chembe za damu nyeupe. Ndio maana hata hizi dawa ninakwambia, hizi dawa sio zinawaua. Usifikiri dawa unapokunywa dawa eti inamuua mdudu yule. Ile inamlewesha. Unapomeza dawa yule mdudu analewa. Okay. Tena ukimeza analewa. Ndio maana ukiacha kunywa dawa, akiamka anakuwa ana njaa. Okay. Basi anameng'enya zile seli kwa haraka sana kwa sababu ana njaa, anatembea haraka sana kula naye ashibe. Sio miamka usilimlaza tani ya mwezi. Sawa, tuambie sasa kazi yako ni ipi ya kila siku ambayo unaifanya? Kazi yangu bwana, mimi muda mwingine nipo kwenye ufundi rangi na paka rangi madirisha, milango langu, mageti haya. Afu muda mwingine nimekosa kazi kama hizi, ni afisa safishaji abiria kituo cha jeshini stand. Okay. Watu ambao unafanya nao kazi ulishawaweka ndo vile unaishi kwa siri? Wananitambua vizuri na mpaka sasa wenyewe wanajua Mr. Ukimwi yule pale, hata nisipoonekana wanajua kwamba Mr. Ukimwi vipi lazima apige simu. Vipi ndugu yangu? Mbona leo sijakuona kijiweni hapa?
Naambia nipo, au una tatizo? Naambia sina tatizo, niko fresh, baadaye nitatokea na mambo tu harakati za nyumbani za hapa na pale. Nafanya harakati za nyumbani, ndio mwingine natokea kazini, wakiniona hivi upo kama kawaida. Tukajua mwenzetu labda umeanza kunyongonya nyongonya, naambia hamna shida, basi wanacheka wanafurahi. Hali ya kukunyanyapaa huko kazini haipo? Haipo hata kidogo. Wanifurahia kwanza hata mtu mwingine akinunua tunda hapo kampe na Mr. Ukimwi pale ale tunda ule. Lazima aseme bwana Mr. Ukimwi kampe tunda. Wananunulia muda mwingine wanapitisha watu matikiti haya nini. Wananunulia nikipita karanga atakayenunua na mimi nipo. Lazima bwana Mr. Ukimwi karanga hizi tule. Mpe fresh. Changamoto ambayo umekutana nayo ni ipi kama Mr. Ukimwi ulivyosema unaishi na virusi vya ukimwi? Changamoto yangu mimi kubwa ni kuto watu kuniamini. Mimi naona kwangu ni changamoto kubwa sana kwa sababu mtu hawezi, yani haniamini ninachomwambia kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi. Ila hataki kuniamini. Anakataa. Mimi yani hiyo ndio changamoto hapo. Mimi naumia hadi saa hizi kwa watu ambao hawaniamini. Naumia kweli. Kwa sababu mimi natakiwa nimuelekeze mtu anielewe. Ndio maana hata mabinti hawa, hata nimpate binti hapa mzuri, mtoto mzuri kimsambia, bwana binti njoo mara moja. Anakusogea hapa. Vipi? Poa, uko poa? Fresh. Naitwa Mr. Ukimwi. Ila nimekupenda sana. Toka huko Mr. Ukimwi. Toka huko. Wewe uongo. Na basi na shida na wewe tuonane muda fulani. Kama inawezekanika au la sivyo nipe namba ya simu. Nipa namba ya simu. Na baadaye atanipigia simu, ni kwenye simu akisevu Mr. Ukimwi, niko na jina la Mr. Ukimwi. Basi yeye kwake la. Hata wengine wanataka tu kwa waniite tu Mr. Ukimwi, nikisika oya swali, basi anacheka, ndio la yake ndio hiyo. Ila mimi changamoto yangu nasikitika kutokana na watu ambapo washindwa kuamini. Tofauti na kukuamini kwamba uko na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Changamoto nyingine ni ipi ambayo unakutana nayo kutoka kwa jamii ambayo inakuzunguka? Changamoto mimi kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Mimi hata nikitembea kila mtu ananiona lazima Mr. Ukimwi yule amepita. Mr. Ukimwi kwa sababu sinaga shida na mtu. Sitaki ugomvi na mtu wala sitaki, yani kwanza sitaki kumkela mtu, yani mtu mimi ninapotembea akiniona tu asemage hivi umeliona ile jamaa lile. Simpendi yule, sipendaji. Napenda mtu akiniona aseme umemwona yule, anifurahie. Kwanza lazima anipe hai na aniite. Vipi? Wapi rafiki yangu? Naambia kama kawaida harakati. Ila sipendi mtu anaponiona anageukia pembeni kwamba hiyo sipendi. Mara mwisho umeenda kucheki afya lini? Mara ya mwisho nilikuwa nimeenda kucheki afya mwezi wa 3 tarehe 6 mwaka 2025. 25 mwezi ulioisha huo juzi huo. Tulioacha juzi huo. Nikaenda pale dispensary. Wakaniambia uko strong. Endelea kujilinda. Sasa kujilinda ndio mimi nakuwa najilinda kwa sababu mimi napasha. Sasa mimi ukija nyumbani saa 11 unikute. Uko mazoezini? Mimi napenda jogging. Siku nyingine nikiamua naishia Nyigo. Siku nyingine nimeamua kwamba niende safari ndefu. Ilamba. Unaenda Ilamba mlimani pale na trot na unatoka Makambako hadi Ilamba saa 10. Naingia Ilamba pale natulia, afu baadaye narudi natembea taratibu. Nitapofikia si unajua mimi afisa usafishaji. Kwamba gari kiniona tu kwamba wewe vipi huku? Twenzetu. Sasa nipande tu gari nikaendelea na harakati zangu, napanda gari. Muda mwingine naambia nyinyi nendeni kwa sababu natembea kilomita kadhaa afu najua naanza tena kufanya strong. Naweza kaenda Ilamba nikitoka nyumbani saa 10, nikaenda Ilamba saa 3 niko hapo. Okay. Kuna ndugu zetu wanatutazama na wanatusikia pia hapa. Na wewe una changamoto ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunaweza tukazungumza pia na hawa watazamaji. Watu ambao wako na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nini wafanye na una ushauri gani kwao? Mimi ninachoomba cha kufanya wenzangu na mimi. Naita wenzangu na mimi. Yani hao ni wenzangu na wewe na mimi. Cha kufanya ni kuwa mwaminifu alafu na kujikinga zaidi. Usitaki kuleta danda kwamba eti mimi hapa kwa sababu nimeasilika tuwe wengi. Ni wapake wengi. Utumie mwili wako kama ni adhabu kwa watu. Hiyo unajipa adhabu mwenyewe. Usiseme eti kwamba na virusi vya ukimwi ngoja niwakomeshe. Unajikomesha mwenyewe. Sasa ni kujilinda. Na kula vizuri, sio unakula eti nyama, mayai, nini.
Unaweza kuchukua yai moja la kuchemsha. Ukala kwa muda mwafaka. Umekula chakula hapa sasa hizi mboga majani, matembele haya, mchicha, nini, dagaa. Ukakaa kwa muda fulani ukachukua tunda, sio mpaka yule matunda eti chungwa, ndizi, embe, nini, vyote kwa pamoja. Hapana. Chukua ndizi moja tu, kipande, kata kipande, kula. Fresh. Endelea kuishi. Hizi mboga sio mpaka weke mafuta mingi sio nini. Chemsha, weka nyanya 2-3, chemsha chupu, unajua chupu. Alafu ni mboga tamu sana chupu. Sasa kama mimi nikipataka majani ya maharage, unajua majani ya maharage? Nikipataka majani ya maharage nikiweka chupu yani. Nimeweka nyanya 2-3. Au mboga maboga nimechanganya. Unajua delega? Delega unajua? Safari hapa nyumbani kwetu ilikauka, ilikuwepo. Ukichanganya kama mboga maboga ile delega ile. Utaniambia. Najua umewahi kula. Sawa, tuambie pia kwa jamii ambayo inakutazama na kusikia pia. Ushauri unatamani nini jamii juu ya hawa watu ambao iko nao mtaani ambao wako na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Ifanye nini na izingatie nini? Mimi nachoomba jamani, wazingatie kwanza kujilinda cha kwanza. Cha kwanza ni kujilinda. Cha pili mazoezi, maji mengi na uaminifu pia. Usio kasema kwamba mimi hapa niko vizuri kumbe unajua unakunywa dawa afu unasema niko vizuri. Tafadhali. Unajaribia mwenyewe. Mimi natumia dawa, niambie mimi bwana usinione hivi. Mimi mzako hapa anakunywa dawa za ARV. Akubishie yeye. Ndio kama mimi ninavyosema naishi na vizuri. Wewe mwenyewe usikibisha mwanzo. Unakumbuka kipindi chetu kukule? Baba Mr. Ukimwi, Mr. Ukimwi bwana acha uongo nini? Au kuamini. Ndio maana ujue kama mimi mtoto wa kiume, mimi sinajua semina SPW. Najua kumkinga au najua kumwambukiza. Na uwezo wa kumwambukiza. Yaani naweza mimi kwamba huyu ni muambukize, mimi naweza, najua nifanyaje ili nimwambukize. Huyu ni mkinga, hata nisipotumia kinga yenyewe. Najua ni mkinge vipi, unaweza nikamkinga na asipate mambo. Commission ya muharibie na uwezo wa kumharibia. Na kumharibia sio lazima nifanye tendo la ngono tu. Unamharibia sehemu nyingi. Kuna mambo mengi ambayo yapo. Unaweza kumzuru mwenzako kwa kupitia vitu kama hivi. Acha kumchana nyembe yangu nijikate hapa afu na wewe nikuchane hapa ndio nimekuambukiza. Hapana, kuna njia nyingi ambazo ukizijua hazikupi shida. Ndio maana tumia elimu yako ili kuwasaidia na wengine. Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako na kwa kuweka wazi jambo hili, maana wapo watu ambao hawatamani kusema ukweli juu hili. Mimi nashukuru kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu ananilinda. Mwenyezi Mungu ananilinda mpaka saa hizi. Hata nikisema nikwambie ndugu jamaa zangu waliopoteza uhai ni wengi sana. Hata mabinti ambao kipindi hicho cha ujana harakati zangu waliopotea ni wengi sana. Yaani ni wengi. Ndio mpaka saa hizi mdogo wangu ninavyoishi hivi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu. Familia yangu ipo vizuri. Mke wangu yuko vizuri. Japo anatumia mambo yangu haya. Najua hata mimi siku nikidolola watasema nitumie. Lakini asitaki nidolole. Nipige jogging ya kutosha ili nitoe sumu yangu mimi iwe strong. Okay. Sawa, kila laheri, mimi nikutakia majukumu mema. Nashukuru. Na wewe nakutakia majukumu mema pia. Umetoka kwenye kipindi saizi? Uzaji kwa hewani. Kama kawaida. Mtaani tu kama kawaida. Harakati. Sinaenda. Nakunywa juisi. Unajua bambu juisi? Sawa, na naona. Asilia. Lakini nakushauri hiyo juisi kama inawezekana uachane naye kwa ajili ya kujikinga zaidi. Ili usipate maambukizi. Nitaiacha. Na kwa sababu mimi saa 1:30 niko nyumbani. Taarifa ya habari lazima nikute nyumbani. Chakula cha saa 2 jioni lazima niwe na wanangu na kula na angalia taarifa ya habari. Mimi nakunywa zaidi mchana, nikinywa mchana au ndio mchana wangu ndio nakunywa hivi. Ila ukifika usiku mimi unikute. Tembea baba wapi unikute usiku. Sawa, mimi nikushukuru sana. Nashukuru. Basi kutoka maeneo ya Mizani mjini Makambako, na hapa tumefika kwa ndugu yetu bwana Mr. Ukimwi ambapo anafanya kazi ya afisa usafirishaji, na hawa ni jamaa zake ambao anashinda nao kila siku. Tunataka kufahamu mara baada ya kusikia taarifa za ndugu yetu bwana Mr. Ukimwi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, huwa wanaishi naye vipi katika majukumu yao ya kila siku. Bwana, mambo vipi? Salama kabisa. Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Khalfan Julius Chuma, ni mwenyeji wa Makambako.
na mshikaji unayemsema ni mshikaji wangu sana. Upo naye sana? Nipo naye sana, anaitwa Mr. Ukimwi. Mr. Ukimwi. Au kwa jina lingine tunamuita James. James. Yeah. Tuambie kwa upande wako ulivyopata taarifa za kwamba bwana James kwa maana ya Mr. Ukimwi ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na unafanya naye kazi hapa. Huwa unaishi naye vipi? Kwa upande wangu mimi siwezi kushangaa sana kwa sababu watu wengi wana hali kama hiyo, na istoshe ni kwamba tunaishi naye vizuri, tunafanya naye kazi vizuri. Changamoto hamna ambayo nimeiona kwamba mshikaji labda anayo. Ni mshikaji ambaye anafanya kazi, anajiamini, anaishi kama vile hicho kitu hana. Umenielewa? Yuko vile simple yani, umenielewa? Kwa hiyo anaishi kama anavyoishi jamii zingine, na sisi kuna wakati ambao tunaona kabisa kwamba hana shida yoyote ile. Kwa hiyo kwa hilo mimi naona kwamba amefanya vizuri sana. Tofauti na watu wengine wanaishi lakini wanakuwa na matatizo, labda anajificha, hataki kujulikana. Lakini Mr. Ukimwi, neno peke yake tu Mr. Ukimwi inamaanisha yeye anaumiliki ukimwi. Kwa hiyo mtu akimwambia mimi bwana ni muathirika, anakuwa yeye anasema haiwezekani. Wewe sio muathirika bwana wewe. Wewe ungekuwa muathirika, wewe ungekuwa unajitangaza hivyo, au ungekuwa unasema mimi ni muathirika. Waathirika sisi tunawajua bwana. Umenielewa? Lakini sisi rafiki zake wa karibu tunaelewa kwamba mshikaji anapitia situation kama hizo, lakini hamna shida yoyote. Hali ya kumtenga, kumnyanyapaa kwenu hamna hiyo desturi? Hamna. Yaani sisi hapa kwenye kundi letu sisi tunapofanya kazi hapa tuko takriban watu 12. Alafu tunaishi kama familia. Vizuri kabisa. Yaani vizuri yani. Okay. Kuna watu wana changamoto namna hii lakini sio wazi wa kuzungumza. Changamoto hizi zipo, na changamoto hizi mimi binafsi sijaziona kwa hapa Makambako, ila nimeona sehemu nyingine kama Morogoro. Morogoro kuna mahali watu wengi ni wagonjwa. Sawa Wagonjwa ambao inafika mahali kila kaya, kila nyumba. Sio, unanielewa? Ukipima wote ni waathirika. Sasa sijajuaga lile ni tatizo la nini. Sasa huko ndio unyanyapaji ndio nimeuona, sio huku. Wana tabia kutenga. Sawa, mimi nikushukuru sana. Ndio. Bado naendelea kupiga story. Bwana mambo vipi? Safi, niambie. Mishemishe. Namshukuru Mungu. Ndugu yetu bwana Mr. Ukimwi mko naye hapa na jamaa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ameamua kuweka wazi. Kwenu nyinyi huwa mnamchukulia ni mtu wa aina gani? Sisi tunamchukulia ni mtu wa kawaida kwa sababu ni ndugu yetu, tumeishi naye, tumekuwa naye. Kwa hiyo ni hali ya kawaida sana. Hali ya kawaida kabisa. Hali ya kawaida sana. Hamna tabia ile ya kumnyanyapaa? Hatujawahi. Hamjawahi. Tunashare kwa kila kitu. Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana. Nashukuru. Kwa upande wako brother, mambo vipi? Safi. Kazi inaenda? Kazi inaenda ndugu. Bwana tuambie unaitwa nani? Naitwa Sadiki Kiuno. Nafanya kazi stendi ya jeshini hapa. Okay. Ndio. Tuko ndugu yetu huyu. Ndugu yetu Mr. Ukimwi. Ndio. Ni mshikaji wa aina gani? Ni mshikaji wa aina ambaye tunaishi naye kwenye jamii inayotuzunguka hapa, tunafanya naye kazi vizuri. Kila siku tupo naye. Okay. Huwa na washauri nini kwa sababu yeye ni mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Anawashauri nini na nyinyi huwa mnajisikiaje anapoamua kuweka wazi mambo haya? Sisi tuwaga na sisi anapotushauri hivyo na sisi waga tunampa maono kwamba bwana sisi ni wenzio na sisi wenzio hatuwezi kujua hapo kijiweni tunashinda wangapi wanaumwa ila wanajificha, lakini kila mtu ana siri yake moyoni. Ndio. Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana. Inaenda sawa Niko vizuri kabisa. Jina lako unaitwa nani? Jina langu naitwa Oliver Mdemu. Okay. Upo jirani na stendi ya jeshini Makambako? Tuzungumzie namna mnavyoishi na ndugu yetu anajiita James, lakini amejiamua kuweka wazi kwamba yeye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, anajiita Mr. Ukimwi. Ni mtu wa aina gani na mna ushirikiano naye vipi hapa kwenye kazi zenu za kila siku? Kwa upande wetu kwa Mr. James kiukweli anajiita Mr. Ukimwi kama unavyojua, ila kwa hapa tunavyoishi naye tunaishi naye vizuri tu. Ni mtu ambaye ni wa kawaida kiukweli, ambaye hata mtu mwingine akiambiwa kuwa Mr. Ukimwi anajiita ni Mr. Ukimwi, ana ukimwi, mwingine kiukweli kwa uhalisia akimuona hawezi akaamini kama kweli vile anavyojiita, ila akiambiwa mwingine anaamini mwingine haamini, ila sisi tunaishi naye vizuri na yuko poa kabisa. Jizungumzie wewe mara baada ya kusikia bwana James ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, ameamua kuweka wazi. Ulijisikiaje na ulichukuliaje hiyo hali? Kuanza kumuogopa, uanza kumkimbia, kumnyanyapaa? Hilo mimi hapana, siwezi kumnyanyapaa wala sikumkimbia na wala sikushtuka, ila tu kitu ambacho niliona amefanya ni cha busara na ni cha msingi zaidi,
aliweka hivi, kwa hiyo ni vizuri kiukweli. Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana. Asante. Mtazamaji na msikilizaji, kama unavyosikia hawa ni baadhi ya vijana ambao wako hapa maeneo ya stendi ya mabasi kutoka Makambako Mizani hapa, wanazungumzia namna ambavyo wanaishi na ndugu yetu bwana Mr. Ukimwi ambaye ameamua kujiweka wazi kwamba yeye ni mwathirika, yeye ni anaishi na virusi vya ukimwi, lakini jamii imeamua kumpokea na kutoa ushirikiano naye vizuri kabisa. Mimi sina la ziada, nikushukuru sana mtazamaji. Mimi naitwa Jeremia Makweta, asante sana, na nimshukuru pia director Severin kwa muda wako. Bye.